Level ya 4. Wangapi wameona zile tabia za level ya kwanza? Kiwango cha kwanza tabia zake umeziona? Kiwango cha pili tabia zake umeziona? Kiwango cha tatu tabia zake umeziona? Sirudi kwa sababu ya wale ambao wamekuja leo. Wewe dandia gari. Kianguka utajua mwenyewe. Tunasonga mbele. Nikirudia nitakuwa na wadhulumu hao ambao walikuwepo. Lakini kuna kiwango kile cha pili, nisahau kusema jambo moja. Kiburi cha uzima. Kiburi cha uzima. Ile level ya pili pale. Andika, tabia nyingine huyu mtu ana kiburi cha uzima. Kwa sababu amejua kunena kwa lugha, na hata wakati mwingine anaweza kupata neema akaombea pepo likatoka, anaanza kuwa na kiburi cha uzima. Kati ya vitu vya kuchunga sana kwenye maisha yako, unapoinuliwa, shuka chini. Usiinuke na wewe. Mwache Mungu akuinue, usijiinue wewe. Jamani amina kiburi cha uzima kinaingia. Yaani ile level ya pili ya uchanga ile ya pili pale. Kuna kuwa na kiburi. Kwa mfano unaweza ukapewa uongozi, ufanye chochote kwenye uongozi. Ufanye chochote, kwani wataniambia nini? Wataniambia nini? Kama Yesu naye na nena kwa lugha, wataniambia nini? Kwenye ufalme huu Yesu alituelekeza unyenyekevu. Heri wanyenyekevu. Jamani amina Heri ya nini? Wanyenyekevu. Heri uwe na unyenyekevu. Heri maana yake umebarikiwa. Umebarikiwa wewe ambao ni mnyenyekevu. Kiburi ni kile ambacho wewe unajiona umejitosheleza, uhitaji cha mtu, uhitaji mtu mwingine akuongezee chochote. Hapo inatokea kutokutii viongozi. Unakuta level yake, unakuta mtu atii, unaambia hebu fanya hivi, wala hayuko. Kutokutii viongozi. Na kisa kwamba amejua kuomba. Maana pale level ya pili anajua kuomba. Ndio ameanza kujua kuomba. Hao ndio ambao wanasumbua, kama ni mwanamume anasumbua mke wake, kama ni mke anamsumbua mume wake. Kuna mama mmoja alikuwa wakiingia kwenye maombi tu yale ya jioni ya usiku. Ananena kwa lugha pale, anaomba lisali moja. Watoto wanapiga miayo, mume anaangalia, anachungulia, mama yuko rohoni. Inabidi wanyonyuke wote wakimbie wamwache pale. Alafu anakuja anambia, nyie hamko rohoni nyie kabisa nyie hamko rohoni kabisa. Yaani mimi tunaomba wala wewe, hicho ni kiburi. Kila jambo lina wakati wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Unyenyekevu unasababisha hata maisha yabadilike. Kwa mfano hata kanuni moja hapo ya waombaji, ambao mama mmoja alikuwa muombaji. Mume wake alikuwa mlevi. Akimwona mume wake ndo anakuja huko anapiga kelele, anaanza, kwa jina la Yesu, roho ya ulevi naikemea. Pepo la ulevi toka. Huyu ana mapepo huyu. Mume wake anasikia, wewe ni mimi ni pepo, anamlamba kibao. Si umeniita pepo? Hana hekima. Anakosa hekima, anakosa maarifa. Anakuwa na vitu anafanya ambavyo sio. Ile level ya pili pale, kuna kitu nilikuwa nimesahau hapo. Sasa hii level ya 4 ndio level ya mwisho hii ya kuogelea. Kwa wale ambao tulikuwepo, level ya 4 hiyo sasa ya kuogelea. Ni kiwango cha kuchukuliwa katika maji mengi ya Roho Mtakatifu. Maana yake Roho Mtakatifu anayabeba maisha yako na kukupeleka anakotaka yeye. Kwa sababu mtu anapokuwa kwenye maji, kwa mfano mtu unakuja kwenye maji akisombwa, hawezi kupiga mbizi. Yale maji ndiyo yanampeleka yanakotaka yale maji. Si kweli? Ndio maana unasikia huyu mtu amekufa na maji. Kwa nini amekufa na maji? Maana yake amebebwa na yale maji yakampeleka yale maji yanakotaka. Yakikuzamisha kwenye shimo unazama. Ya kuingiza kwenye matope unaingia kwenye matope. Unakuwa huna uwezo wa kujikontrol tena, ila sasa yale maji ndio yanakukontrol wewe. Wangapi wameelewa? Lakini maji kwenye viweko unayakontrol, unatembea. Kwenye magoti unatembea. Maji kiunoni unatembea, si ndio? Unatembea maji kiunoni, unavuka na mto. Lakini maji yakiwa hauwezi kukanyaga chini, ni mto, hautaweza kutembea, maji ndio yatakubeba. Si sawa watu wa Mungu? Kwa hiyo level hii ya 4 maana yake ni Roho Mtakatifu anayabeba maisha yako. Na hii level ni wachache sana wale kwenye level. Hata mimi mwenyewe nachumalia. Sio kwamba nimekwisha kufika. Ni level ngumu sana, ambapo ni mapenzi ya Roho Mtakatifu. Unamsikiliza Roho anachokitaka. Mimi kuna wakati nilikuwa nasema, Roho Mtakatifu naomba uniongoze maisha yangu. Yaani nakwambia nimepiga zangu labda siku 3, nimefunga, nimeomba, alafu sasa ndo nimeenda nimefungua ile nakamata paja la kuku, nasema haleluya, nimemaliza kufungua. Nafika hapa, Roho Mtakatifu ananiambia weka chakula, nina kazi nataka nikupe ya maombi.
achana na hicho chakula, naweka chakula chini, naenda kwenye maombi. Unaweza? Bwana Yesu asifiwe. Unaweza hiyo? Tunasema hizi akili zangu ni level ngumu sana. Hii level ya 4 tunaitafsiri kama it is a fullness, yani fullness maana yake ni utele. Alafu ni muunganiko na Roho Mtakatifu, union with the Spirit, mnaunganika na Roho Mtakatifu. Alafu kwa lugha nyingine tunasema kuwa na intimacy na Roho Mtakatifu. Intimacy maana yake ni nini? Ukaribu. Hata ukaribu bado haijawa. Kwa mfano, intimacy inatumika kwenye ndoa. Unajua intimacy kwenye ndoa ndio inatumika intimacy. Kwa mfano, nani amekuja na mke wake hapa? Ni wewe peke yake tu siku zote. Hiyo wengine kweli. Ayaya. Basi mzee wangu tu, wewe ndio umekuja, basi hakuna namna nyingine. Hebu tusimama na mke wako. Msijisikie vibaya wana wazee wangu. Ni mfano tu. Huyu mzee anamfahamu mke wake na anamjua mke wake. Mmenipata hapo? Lakini huyu mzee kwa huyu dada anamfahamu ila hamjui. Wangapi wanaelewa hapo sasa ninachokisema? Hata huyu mama anaweza kumfahamu huyu dada ila hamjui. Yaani huyu mama anaweza kumfahamu huyu dada ila hafanyeje? Mzee pale anaweza akanifahamu mimi ila hanijui, ila ananifahamu. Neno kujua limetumika kwenye kitabu kile cha Ayubu. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyo. Neno kujua ni intimacy. Lile neno mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyo. Lile neno kujua ni intimacy. Na hili neno kujua kwenye Biblia limetumika kama mume na nani? Na mke. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo yani hapa huyu mama akiwa ndani amelala ndani, mume wake amechelewa. Akisikia tu nyayo chwa chwa chwa, anajua huyu ni baba fulani. Anajua hichi kikozi cha nani? Kwa mnaniona nachokisema? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Si niende ndani zaidi mnielewe. Hata harufu ya mume wake anaifahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani anajua kabisa. Hii kuna mama mmoja mjamzito. Nisamehe mama mmoja wazito. Yeye anamwambia mume wake usioge. Nachotaka nisikie harufu akikwapa, hiyo ndo naitaka hiyo. Ndio mmoja wazito unaona vituko. Yani ile harufu yeye anasikia. Si unajua kuna wengine wanakula udongo Sasa yeye sio udongo, hali udongo. Yeye ni harufu ya nini? Lakini hawezi akaitamani harufu ya mtu mwingine. Neno kujua ni neno zito sana kwenye Biblia. Sasa tunavyozungumza kujua intimacy, maana yake wamekuwa mwili mmoja. Na ndio maana Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Wakorinto, amezungumza habari ya Wakorinto. Anasema hivi, Wakorinto ni ngoja niseme alafu mnisaidie, maana limekuja ile andiko sasa hivi. Anasema mwanamume ampende mke wake kama Kristo alivyolipenda. Alafu anasema mke amtii mume wake kama kanisa. Ameshalipata ile andiko sasa? Mimi nalifahamu, sema nimeamua tu kuachanganya hapo kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Maana yake upendo wa mume na mke umefananishwa na upendo wa Kristo na nini? Sasa sisi tuna intimacy na Yesu.
Na intimacy na Yesu haiwezi ikawa kama hatuna Roho Mtakatifu, hatuna intimacy na Roho Mtakatifu. Tunapoungana na Roho Mtakatifu maana yake ni nini? Ule upendo kati yetu sisi na Yesu, tunatakiwa tumpende Roho Mtakatifu. Unajua tunasema nampenda Yesu, lakini Roho Mtakatifu, na kwa taarifa yako, kanisa limeachiwa nani? Kanisa limeachiwa nani? Roho Mtakatifu. Kwa hiyo baba anavyompenda mke wake na mke ile, ule muunganiko ndio muunganiko ambao unatakiwa tuwe sisi na nani? Mmeanza kunielewa sasa hapo Si unaona wana pete za ndoa? Maana yake wao ni mwili. Maana yake Roho Mtakatifu anakaa ndani yako. Na wewe unakaa ndani ya Roho Mtakatifu. Unajazwa, unafurika. Maisha yako yanakuwa ni Roho Mtakatifu unamuogelea. Hiyo ndio ile level ya ngapi? Ya 4. Kaini. Wapige makofi jamani wazee wangu. Mungu akubariki sana mzee wangu na mama pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ina maana kujitoa kabisa kwa Roho Mtakatifu. Hii ina maana kuwa na ushirika na muunganiko na Roho Mtakatifu. Hapa ndipo tunamwona Mtume Paulo amefikia mahali akisema, si mimi ninaishi bali Kristo ndani yangu. Si mimi ninaishi bali Kristo ndani yangu. Afu tena Paulo akafikia mahali sema, ni kitu gani kitakachonitenga na upendo wa Kristo? Ni nini kitakachonitenga? Yaani amefika mahali huwezi kumtenga Paulo na nani? Maana yake ifike mahali hutatengwa na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Hakuna cha kukutenga na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Kwa sababu nilichokisema, hii ni hatua ya 4 hii. Kiwango cha 4. Lakini huyu mtu sifa zake ni zipi? Maombi kwake ni maisha, na maisha kwake ni maombi. Yaani huyu mtu, dalili ya kwanza, maombi kwake, yaani humtii moyo kuja kwenye maombi, humtii moyo kuomba. Yeye maombi kwake ni maisha. Prayer is life and life is prayer. Huyu mtu network zake za kiroho siku zote ziko on, antena zake zinanasa. Asubiri mpaka aabudisho ndio ajae roho. Paka praise team hapo wasukume, sukuma, chochea. Yeye saa yoyote ananena kwa lugha, saa yoyote. Karadosha mantebaso. Ananena kwa lugha saa yoyote, saa sekunde yoyote, saa yoyote. Paka usingizini ananena kwa lugha. Yaani amelala alafu ananena kwa lugha. Mimi nimesha experience mara kadhaa. Nimelala usiku nanena alafu najikuta ninashtuka huko nanena kwa lugha, alafu machozi yameshateremka. Sijui yameteremka saa ngapi, lakini nilikuwa nanena nikiwa usingizini. Mungu ameshapata kitu cha namna hiyo. Ni wachache. Na Mungu awabariki, ni wachache. Wewe mwenzangu unalala, unaota unakimbizwa na mang'ombe. Unaota unakimbizwa na mafisi. Maana baba, mtu akikwambia, shirika yote sasa hivi akikwambia, baba nina ndoto yangu, wewe jiandae tu. Jiandae. Kama hajakwambia ni nyoka, atakwambia ni fisi. Kama sio ng'ombe, atakwambia ni nini? Na kimbizwa na jitu. Lakini hawezi kusema baba nina ndoto yangu. Wewe umeota nini? Nimeota nikiwa ninamsifu Mungu na kuabudu Mungu kanisani. Au ninaota nini? Nadeki kanisa. Au ninaota nini? Naimba. Au ninaota nini? Nahubiri injili. Au naota nafanyaje? Naota natoa sadaka. Hivi kuna ndoto ya namna hii? Jamani. Yaani mtu aje kwambia baba nimeota natoa sadaka, wapi? Kwa hiyo roho, hizo ndoto zako ni za majinamizi tu. Level ya chini ndio unakuwa na mandoto ya ajabu. Hii level unaota mambo makubwa, unaota vitu vikubwa, unaota vitu vya ajabu vya kutisha vya kimbingu. Mbingu zinafunguka kwa ajili yako, mbingu zinasema na wewe. Unaona malaika wakishuka na kupanda kama Yakobo alivyoona. Sema amina kama unanielewa. Sio kama unanielewa nachokisema. Hebu msema hivi, ndoto zako unaotaje yani bora hata usiote kabisa. Na hata usipoota kabisa na hiyo ni shida. Maana ulimwengu wako wa roho umefanyaje? Hilo ni somo lingine. Hilo ni somo lingine. Yaani usipoota kabisa ni tatizo pia.
Tatizo kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wanaelewa ninachokisema? Hapo tabia nyingine, mapenzi ya Mungu pekee ndiyo yanamuongoza huyu mtu. Yaani yeye anatafuta mapenzi ya Mungu kwenye maisha yake. Mapenzi ya Mungu kwenye maisha yake. Hivi ni nani hapa amefikia? Na nitamuuliza mchungaji. Yaani baba, imefikia mtu anakuja, anakuambia, analia. Nini? Baba, Roho Mtakatifu jana amenikamata. Ameniambia nilete hizi milioni 5 kwa ajili ya kazi ya Mungu. Baba, kuna mtu namna hiyo? Mpaka baba amecheka tu. Hii ndio level ambao unafikia mahali unalia machozi. Roho Bwana amesema na wewe kwa habari ya utoaji. Na nikwambia usipofika mahali Roho Mtakatifu hajasema na wewe kwa habari ya utoaji, yaani kutoa. Yaani ukatoa kiwango cha kuumiza, hautakaa utajirika kwenye maisha wala kuendelea mbele. Utakuwa na maisha ya kubangaiza. Na kuna mtu anafikiri kwamba kujenga nyumba, eti kujenga nyumba moja na kagari kamoja ndo maisha. What is this wewe? Maisha ya kujenga nyumba haya sio maisha. Mungu si ajabu. Kuna watu watafika mbinguni wataambiwa nyumba zako 20 hizi zilikuwa za kwako duniani. Shule yako hii ilikuwa ya kwako kule duniani, lakini kwa sababu ya uzembe wako na kutokumsikia Roho Mtakatifu, basi vitu umevikosa, basi ingia mbinguni. Unalia, umeingia umechoka. Na kuna watu wataingia mbinguni wamefanyaje? Wamechoka. Kama anasema mchungaji, sio kulia, tunakuchoka. Yaani utaingia mbinguni kwa bahati mbaya. Maana ungeachwa hata huko kabisa. Unaingia mbinguni umechoka. Kwanza ukifika geti unasema, malaika, nimechoka duniani, nimepigika. Naomba maji ya kunywa kwanza ili nipate nguvu ya kuingia hata nivuke geti la mbinguni. Hamna hata vibonus kwenye kazi yako. Kwa nini? Uchungu. Hujafika level hiyo. Pandisha viwango katika jina la Yesu. Tunataka viwango vya kuogelea. Sema amina kama unanielewa. Ogelea kwenye huo mto. Maana ule mto ukiuogelea unaporudi unakutana na nini? Miti imeota. Samaki. Ngoja tutaangalia hizo baraka za huo mto baada ya kurudi ukiwa umeogelea. Yaani utabaki kama jinsi ulivyo ukiogelea kwenye huo mto. Hapa anaanza kuishi kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu na si kufuata mwili tena. Mbingu zinafunguka na anaanza kupokea mafunuo mbalimbali. Unakuwa ni mtu wa kupokea mafunuo mbalimbali. Na mafunuo unapokea, unashangaa unapokea mafunuo ya biashara yako, mafunuo ya kazini kwako kule, unashangaa unapandishwa mavyeo tu. Wako ambao walikaa wakiwa na Roho Mtakatifu wamemtegemea, wakapandishwa vyeo, wakina Danieli, wakina Shadraka, Meshaki na Abednego, waliheshimika nchi ya Babeli kwa kuwa walijaa Roho. Sema amina kama unanielewa. Jaa Roho, ogelea. Utaanza kutoa ushauri. Unafika mahali unaanza kutoa ushauri kwa watu wanategemea ushauri wako wa maisha. Mimi ni mchungaji hapa, mimi mnaniona ni mchungaji. Lakini nakutana na watu wanataka ushauri wa maisha kabisa. Na nikiwapa ushauri, kuna vitu vinatoka vinaachiliwa vya kimbingu. Nikimpa ushauri naambia ukifanya hivyo unafanikiwa, na kweli wanafanikiwa. Kweli wanafanikiwa. Na vijana wa bodaboda sasa hivi wameshanunua viwanja na wengine wameshajenga, wamehamia kule na wanaendesha bodaboda. Kwa nini? Ukitembea na mbingu ukaogelea kwenye ile mto utapata mafunuo ya aina mbalimbali. Sema amina kama unanielewa. Utapata mafunuo ya biashara yako, utapata mafunuo ya kazi yako, utapata mafunuo kwenye familia yako, utapata mafunuo ya kuinua uchumi wa familia yako, utapata mafunuo ya huduma, utapata mafunuo ya kila aina. Sema amina kama unanielewa. Inua viwango hivi. Rando boshatarabase. Sinene kwa hivi. Unajua hii level ya kupayuka ni level ya chini sana. Hii ya kila wakati ukiwa mpaka jirani kule ajua unaomba. Mimi naweza nikawa ninyamaza namna ile, lakini nani ninanena kama vile analimimina moyo wake, midomo yake inafanya namna hii, inafanya namna hii, inafanya namna mpaka anaonekana mlevi. Anaambia mama umelewa, sema hapana, sijalewa, sasa hivi ni asubuhi, nimemimina moyo wangu kwa Bwana. Ameogelea kwenye mto wa Roho Mtakatifu. Sema amina kama unanielewa. Maana kuna washirika wasipotingishia na mpaka umekaririwa. Yaani sasa hivi mchungaji akija hapa kanisani na mchungaji akisema anasema huyu mama Neema huyu anaomba huyu. Huyu ni mama Neema huyu. Akisema riboboshika anasema huyu mzee Yohana huyu anaomba, huyu mzee wa kanisa huyu anaomba. Yaani umekaririwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Level hii. Pandisha level hii. Jamani amina.
natamani tupande ile level. Wangapi wanatamani ile level? Hey, lakini jikague, je, uko kwenye level ipi? Maana uwezi ukaenda kwenye ya 4 na wakati bado uko kwenye level ya kwanza. Aturukagi madarasa. Kuna mtu anaruka darasa, anaanza la kwanza alafu anaenda la 7. Lazima uende la 2, la 3, la 4, la 5 mpaka la ngapi? Jipime uko kwenye level gani? Kama una makasiriko, unakaa umegombana na mume wako siku 3 hawamsemeshani, bado kwenye ile level ya chekechea. Rudi huko. Uko kwenye ile level ya chekechea kabisa. Yaani amuongei siku 3, umenuna tu. Amsemeshani. Rudi kwenye ile level kule. Bado ni chekechea kabisa. Maana Biblia inasema wana amani kama nini waipendao sheria ya Bwana, wala hakuna la kuwakwaza. Watu waliojaa roho hawakwaziki na vitu vya kitoto. Hatukwaziki na vitu vya kitoto. Na makwazo kwetu ni chakula chetu cha kupandisha level nyingine. Hello. Yaani mimi unikwaze. Wewe. Watu walipita Betheli jamani. Betheli. Mzee anaelewa. Kile kikao kile cha Jumanne kile. Nakumbuka asubuhi akaniweka kiti moto. Wachungaji na wanafuata. Nikasema alafu baba askofu akaniangalia akaniambia, kijana wangu, vipi bado pepo watatoka kweli leo? Nikamwambia leo ndio watatoka kuliko siku nyingine. Hujakwazika? Nikamwambia hakuna aliyekazika mtu hapa. Haya nikitoka tu kwenye mlango nimeshasema nimeachilia. Naenda kutoa pepo kama kawaida. Sema amina kama unaelewa. Wewe ukiambia tu mbona hujatembelea mwanangu, unaanza kuvuta mdomo. Huko level ya chini kabisa. Maombi yake yanajaa lugha mbalimbali. Hana lugha moja tu, anaongea lugha mbalimbali. Anaweza kanena Kichina, akanena Kiarabu, akanena Kimakonde, akanena Kimasai, ananena lugha mbalimbali. Sura ka lugha kamoja tu. Utafiskani anashuka Kitonga. Hauna lugha nyingine. Biblia inasema tujaponena kwa lugha. Wakorintho wa kwanza sura ya 13. Tujaponena kwa lugha za wanadamu na za au ya malaika. Imeandikwa ya malaika au za malaika? Hebu nifungulie hapo. Fungulia binti yangu. Wakorintho wa kwanza sura ya 13. Fungua. Mstari wa kwanza anasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika. Za imeandikwa za au imeandikwa ya? Za. Za maana yake ni nini? Nyingi. Nyie walimu mlioko hapa. Za ni nini? Nyingi. Sasa kwani wewe na lugha moja? Maana bado uko chekechea. Tunanena lugha na niwaambieni, the official language of heaven is speaking in tongues. Lugha rasmi ya mbinguni, sisi ni raia wa mbinguni, nchi ya mbinguni, nchi ya baba yetu, ni kunena kwa lugha. Hiyo ndio lugha rasmi ya mbinguni. Sema amina kama unaelewa. Duniani hawaielewi, lakini msi wa rohoni tunaielewa ni lugha namna gani. Sasa ni raia wa mbinguni alafu huna lugha ya mbinguni kwa nini? Haya, hii Tanzania ina lugha moja. Sasa kama Tanzania ina lugha nyingi na kule unaambia lugha za malaika, maana yake lugha ziko, unanena kwa lugha mbalimbali. Sema kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, achilia lugha za kila aina kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Kataa lugha moja. Kataa lugha moja. Hiyo ni kiwango kile cha Lakini hapa masikio na macho ya roho yanaanza kufunguka. Unaanza kuona vitu katika ulimwengu wa roho. Unaona kama kuna uvamizi kanisani, unaona kama kuna uvamizi kwenye maisha yako, unaona. Na kuna watu wengi ni wataalamu wa kuona maisha ya wengine, lakini yako hawayaonaji. Yeye ni mtaalamu, anaweza kaonyeshwa kanisani, lakini vya familia yake havionyeshwi. Unaanza kuona vya familia yako kwanza. Sio unakuja hapo unatuambia naona amani. Hii dunia ina mambo hii. Kichonga unakutana na vituko. Mshirika mmoja akanambia, mchungaji, nimeonyeshwa eti viatu vyangu vimetoboka. Kwa hiyo hapo kanisani naona kuna liroho fulani. Nikamwambia, unajua kutafsiri kweli wewe?
hiyo ndoto si ya kanisani, hiyo ndoto ya kwako wewe. Hiyo ndoto si ya kanisani. Nikamwambia hiyo ndoto si ya kanisani. Kwani kuonyesha vitabu vimetoboka toboka ni kanisa ndio limetoboka? Eti anatafsiri kanisa limetoboka toboka. Nikaambia wewe maisha yako ndio yametoboka toboka. Kwani tafsiri ya viatu ni nini kibiblia? Miguu ya utayari ipasao injili ya nini? Ya amani. Maana huduma yako ya injili imefanyaje? Imetoboka toboka. Lakini viatu vinaweza vikatafsiri pia baraka za Mungu. Na kweli yule mama kapigika ile ya kupigika. Mtu mwenyewe kapigika. Hapo nakwambia eti kanisa limetoboka toboka. Kama sio maisha yako ndio yametoboka toboka nini? Hivi kanisa la maombi kama haya, lenye super power maombi kama haya. Alafu unasema kanisa limetoboka toboka. Wewe unatafuta nini? Sio unatafuta tukuchape makofi ni nini? Yaani kweli kuna makanisa ukiangalia kweli yametoboka toboka. Lakini kuna makanisa ni fire. Moto. Fire. Jamani amina. Sasa mtu haonyeshi mambo ya kwake, anataka aonyeshe mambo ya wengine. Na kila anachoonyeshwa ni bendera. Nimeonyeshwa. Wewe hata kuna vitu vyako ukionyeshwa utakiwa umwambie mtu atakuua. Ndio maana mimi naonaga vitu vingi hivi sisemaji. Naonyeshwa vya Tanzania, naonyeshwa vya kanisa, naonyeshwa mpaka kuna wakati Roho Mtakatifu ananiambia lazima ongee na askofu mkuu. Usipoongea na Facebook una post kule. Sio kila kitu utaonyeshwa utasema. Umeelewa? Sio kila kuna wenzako walionyeshwa wakasema wakataka kuuawa. Ni Mungu aliingilia kati. Yusufu si akasema, nimeonyeshwa nyota 10 na ngapi na mwezi vinainamia nyota moja. Akaonyesha nimeonyeshwa ni ganda inamia mganda. Akaambia nini tunakuua? Ndugu zake. Wewe kama nimeonyeshwa najenga nyumba ya gorofa. Watu watakuchinja kabla hujajenga hiyo nyumba ya gorofa. Kwa level hii, ukifikia kwenye level hii, Mungu anajaza hekima na maarifa ndani ya maisha yako. Unakuwa mtu mwenye hekima na maarifa ndani ya maisha yako. Sema amina kama unanielewa. Hii sina kutosha kwa leo wewe. Matokeo ya ule mto. Bahari ina maana ya dunia. Yaani yale maji yaliingia baharini, si ndio? Maana yake ni nini? Roho Mtakatifu huyu atakusababisha ulete uponyaji kwenye dunia. Ndio maana yale maji pale. Rafiki unaweza kufungulia ile andiko pale. Maji haya kaingia baharini. Fanya chapu kidogo hapo. Ezekiel 47. Amen. Nina kwenye ule mstari maji haya kaingia baharini. Bahari itaponyeka baada ya maji kuingia. Maana yake ni nini? Ulimwengu utapona kwa sababu ya wewe kujaa Roho. Ule mto wa maji ndani yako utauponya ulimwengu. Utaiponya Tanzania. Utaiponya familia yako. Utaponya ukoo wako. Utaponya maisha yako. Sema amina kama unanielewa. Bahari siku zote ni tafsiri ya ulimwengu. Bahari ina maana ulimwengu. Afu samaki wengi na wakubwa. Maana yake hapo kanisa linaanza kuongezeka. Wasomi watakuja kanisani. Wenye vyeo serikalini wataingia kanisani. Na wataanza kumtumikia Mungu kwa fedha na mali zao. Amina. Wangapi wanaelewa nachosema? Ndio maana ya samaki wakubwa. Pia mikutano ya injili mikubwa italeta matokeo na uvunaji wa roho za watu. Samaki maana yake ni nini? Ni watu. Maana yake Petro akaambiwa kuanzia leo hautakuwa mvuvi wa samaki, utakuwa mvuvi wa watu. Ukiogelea kwenye mto wa maji mengi, utahubiri injili, watu wataokoka, watakuja kanisani na utaona matunda. Halo. Yaani mimi sasa hivi nimekaa kijijini. Nilikuwa Dar es Salaam. Unajua ukienda Dar es Salaam bwana, usipofika Kariakoo hujaenda Dar es Salaam. Usipoingia Kariakoo hujafika Dar es Salaam bado. Kwa hiyo wakati nakaribia kuja huku nikasema ngoja niende Jumatatu nikapitia Kariakoo pale,
Nichukua hata vitu vichache vya watoto, viatu vya watoto. Hata akija sema baba ametoka safarini, basi apokee basi. Muone kwanza, wewe baba unatoka huko alafu unakuja short kulia. Kajiulize mara mbili. Njoo na kamfuko bwana ukitoka safarini bwana. Hamna amina ngoja niache. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuja short kulia tu. Kutoka safarini. Ndio maana upokelewi. Nyie watoto mbona nisalimii? Umekuja na nini? Wewe unakuja na nguruma tu. Njoo na kitu watoto wafurahi bwana wewe. Wanaume. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mimi desturi yangu napoingia nyumbani, yaani hata ndizi ninunue, hata ndizi tu. Yaani lazima niingie na kitu fulani nimeshika mkono. Yaani ndio desturi yangu maisha yangu. Siingiaji bila chochote sishika mkono. Hapo mseme amina. Na ni kweli hawatasema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabisa. Sasa nyinyi wamama sikilizeni. Msie mkatoka hapa mkaenda kumwambia mchungaji amesema uje na nini hapa mkaza kesi. Watu wanabadilika taratibu. Jamani mwambie mwenzako ameshasikia. Wakina mama semeni sema wamesikia. Usiende tena kaanzisha kesi huko tena nyingine. Maana wamama wachelewi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani amina. Punga namna kama unanielewa. Fanya namna kama unanielewa. Uvuvi. Nakuwa mvuvi. Nikaenda Kariakoo. Nikakutana na mama mmoja ananiuzia viatu. Pale nikamwambia habari za Yesu. Kwambia unaniuzia viatu. Hivi unamjua Yesu? Kwanza nikakuta kuna vitu alikuwa anafanya. Nikamwambia, "Hivi unamfahamu Yesu?" Sema Yesu namfahamu, lakini mimi Mkatoliki. Nikamwambia sikwambia habari ya dini yako. Nikaanzia pale. Piga injili ya dakika ngapi? 2. Huko anauza injili. Ikamchoma maana nimeogelea kwenye maji. Unajua unapotoa neno ambalo limevuviwa Roho Mtakatifu linachoma moyo pale. Dada mmoja mrembo ana pesa nyingi akaambia mchungaji, ananiambia mchungaji, tumishi, basi mimi nimesikia. Nikamwambia uko tayari kuokoka? Akasema niko tayari. Hapa ndio. Piga magoti. Akapiga magoti. Nikamongoza sala ya toba. Mbele za watu sala ya toba. Hiyo ni Jumatatu ya wiki hii. Haleluya. Kamongoza sala ya toba. Tena kwa kutetemeka. Ninamwekea mkono hivi anatetemeka. Anasema Mungu wangu, mapepo zile kalipuka hapa mbele za watu. Anatetemeka namna hiyo, na vibrate. Nguvu za Mungu. Umeelewa? Unakuwa mvuvi. Unakutana na marafiki zako, washuhudie injili. Wanasikiliza muziki ya kiduniani ya kina Diamond. Wanasikiliza muziki ya duniani, nani kamwaga pombe yangu? Na uko naye pale. Mtu anakuwekea muziki nani kamwaga pombe yake alafu unamsikiliza hapo. Bwana muziki ya duniani bwana. Eti mtu anatuuliza, nani kamwaga pombe? Wewe tulikuwa wote baa, unaambia nani kamwaga pombe yangu? Tulikuwa wote baa mimi na wewe. Naona adabu kabisa. Unatembea na marafiki zako unawaambia habari za Yesu. Yaani unakuwa unakuwa mvuvi. Sema mimi ni mvuvi. Roho Mtakatifu matokeo kuogelea kwenye mto wa maji mengi, unakuwa mvuvi. Petro akaambiwa kuanzia leo hutavua nini? Samaki, utavua watu. Maana yake samaki ni nini? Ni kuvua watu waje kwa Yesu. Sema amina kama unanielewa. Haya ni matokeo. Lakini pia mti wa uzima ina maana afya. Hutakuwa na magonjwa ya shetani na kupandia magonjwa. Unakuwa na afya tele. Na niwaambieni wapendwa, leo ngoja niwapeni siri ya uponyaji. Siri mojawapo ya uponyaji, ukitaka upone saa hiyo au magonjwa kama mbali na wewe, nena kwa lugha. Nena kwa lugha. Ukiwa umechoka sana, nena kwa lugha. Ukiwa una stress sana, nena kwa lugha. Ukiwa watu wamekukwaza, nena kwa lugha. Ukiwa umekutana na majaribu, nena kwa lugha. Unaponena kwa lugha, kuna nguvu inaachiliwa kwenye maisha yako, kuna upako unaachiliwa kwenye maisha yako, kuna neema inaachiliwa kwenye maisha yako. Sema amina kama unanielewa. Uko uzima ndani ya kunena kwa lugha. Tunanena na kunena. Mimi nikinena kwa lugha hata nimechoka kiasi. Mimi nikesha hata leo naingia kwenye mkesha. Nikianza kunena kwa lugha na kuambia uchovu wote unaisha. Ninapiga mkesha mpaka mwisho. Umeelewa ninachokisema?
Ukinena kwa lugha unanena, unaweza kwamba muda mrefu. Nena kwa lugha. Nena kadri uwezavyo. Maana nguvu ya kiungu inazaliwa ndani ya kunena kwa lugha. Kuna nguvu ya kiungu inazaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, amina. Biblia inaposema akishawajilia juu yenu mtapokea nini? Sema nguvu. Sema nguvu. Sema tena nguvu. Nguvu. Akishawajilia juu yenu mtapokea nini? Nguvu. Nguvu ya kiungu. Siwezi kuendelea tena zaidi hapo. Siwezi kuendelea hapo. Nasikia I feel anointed. Yaani hapa tayari nimesha charge hapa. Nimesha charge. Yaani battery iko full hapa. Amen. Yaani battery iko full hapa. Karadosha. Battery iko full hapa. Full charge. Jamani, amina. Jamani, amina. Unapokea nguvu ya kiungu ukinena kwa lugha. Unapokea nguvu ya kiungu. Yaani ule mtu unakupeleka unanena kwa lugha alafu nguvu. Biblia inasema akishawajilia juu yenu ndani, anaanza kwanza roho kuja juu yako, unaanza kunena, kisha unapokea nini? Power. Na hii nguvu inatafsirika kama dunamis. Dunamis. Dunamis maana yake nini? Dynamic. Dynamic maana yake nini? Ndio kuna kitu kinaitwa dynamo. Dynamo ni nguvu inayojizalisha yenyewe. Yaani wewe unahitaji nguvu, mtu akupe nguvu. Nguvu ziko ndani yako. Shida unafikiri upako huko kwa mama fulani, kwa mtu fulani, kwa siku kwa nabii, kwa mtume fulani. Upako huko kwa askofu, upako huko siku kwa nabii wala kwa mtume, upako huko ndani yako. Wewe ndani yako iko nguvu. Unachotakiwa ni kuifanyaje? Kuichochea. Jamani, amina. Wangapi shaka baiskeli? Sinazunguka ile gurudumu namna hii. Kadri unavyozidi kuzunguka ndivyo speed, mwanga unaongezeka. Mwanga maana yake nishati inazaliwa. Kama unajanielewa, wewe haujanielewa. Unavonena kuna nishati inazaliwa, kuna nguvu inazaliwa ndani yako. Haiko kwa mtu fulani, iko ndani yako. Waefeso 3:20 anasemaje? Atukuzwe kufanya mambo kuliko, alafu kwa kadri itendayo kazi, sio ndani ya yule, ndani. Hebu sema ndani yangu. Yaani kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani. Yaani maana ndani yako iko nguvu. Baada ya kumpokea iko nguvu. Shida hujaichoshea hiyo nguvu. Iko nguvu ya kuhamisha milima, iko nguvu ya kushinda majaribu, iko nguvu ya kuleta fedha zikaja kaskazini, kusini, magharibi, mashariki. Iko nguvu ya utajiri kukujia kwenye maisha yako. Iko nguvu ya uponyaji, iko nguvu ya kukabiliana na wachawi na mapepo na majini. Hiyo nguvu haiko mahali pengine, iko ndani yako. Sasa watu wengine sasa naenda kupokea nguvu. Uko tayari kupokea nguvu? Haya, najiandaa. Inatoka wapi? Inatoka wapi? Where does that, hiyo nguvu, where is come from? Inatoka wapi? Alafu mimi nikijaga roho naongea Kiingereza kweli yani. Yaani Kiingereza kinaanza. Yaani kijaza roho. Mimi nikijaza roho na tafsiri na kuongea Kiingereza. Lakini roho akishaondoka, I'm remaining normal. Yaani hapa nimejaa roho. Yaani ukiona naanza kuongea Kiingereza ujue. Ngoja nikwambie. Anasema msilewe kwa nini? Hujanielewa cha kusema. Msilewe kwa nini? Bali mjazwe nini? Maana yake ni nini? Anamfananisha mlevi na huyu alijaa roho. Maana yake tunajaa roho. Sema ninajaa roho. Maana yake mtu aliyejaa roho ni mtu, yani usilewe kwa mvinyo, maana usio mlevi wa mvinyo, bali ujae roho. Tunapojaa roho, na sikiliza. Walevi ndio wanaongea Kiingereza. Wanaongea Kiingereza ni wanani? Si walevi. Actually unasema hata kama ajue anasema you way go there no come here. Yaani Haleluya. Ngoja nikwambie nimejaa roho wa Bwana. Roho wa Bwana yu juu yako, roho wa Bwana yu juu yangu. Jioni ya leo tunataka nguvu ya kuleta mabadiliko. Tuzione baraka za kimbingu. Sio lazima ufanikiwe ukiwa umestaafu. Kabla hata hujastaafu umefanya mambo makubwa ya kutisha, ya kushangaza. Wanashangaa, huyu mtu ni wa namna gani? Hapana, umejaa nguvu ya utajiri, umejaa nguvu ya kiungu. Viwete wanatembea, viziwi wanasikia, vipofu wanaona. Umejaa nguvu ya miujiza.
jaa nguvu ya miujiza kwa jina la Yesu. Chochea nguvu ndani yako. Nasema chochea nguvu ndani yako. Nena kwa lugha, nena kwa lugha. Chochea nguvu ndani yako. Simama. Simama. Njoo wote, njooni hapa mbele. Njooni hapa mbele. Rato pashete rebobosia. Likata la mande. Liko tolo kushiandara musia. Inua mikono yako juu, inua mikono yako juu, inua mikono yako juu. Sasa nyie ambao mnataka mpaka muabudishwe na muanze kuchochewa, hapana. Hapa hakuna kuabudu. Wewe peke yako unajiachilia kwa Roho Mtakatifu. Jiachilie. Anza kuswitch katika ulimwengu. Hey. Roho Mtakatifu ananiletea vitu vingine hapa. Sikiliza, unaponena kwa lugha, una switch off ulimwengu wa kimwili, una switch on ulimwengu wa kiroho. Come on. Unaponena kwa lugha, una switch off ulimwengu wa kimwili, una switch on ulimwengu wa kiroho. Na baraka zako ziko rohoni. Uponyaji wako uko rohoni. Kazi yako iko rohoni. Ndoa yako iko rohoni. Utashangaa Mungu anakupa maelekezo ya aina mbalimbali. Anakupa maelekezo kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya kazi yako na ofisi yako. Hebu inua mikono yako juu. Sema, Roho Mtakatifu, nataka kuwa na ushirika na wewe. Nataka kuwa na intimacy na wewe. Nataka kuwa karibu na wewe.